Jana mitaa fulani ya saa 5 usiku ilikuwa ni vita ya mabingwa. Nazungumzia taifa namba 10 kwa ubora duniani. Hapa nazungumzia German dhidi ya taifa namba 33 kwa ubora duniani. Nazungumzia Ivory Coast, the Ivorian. Msema mabingwa kwa sababu gani ndugu zangu? Mwaka 2014 Ujerumani alikuwa bingwa wa World Cup ikifanyika pale Brazil na mtu alikufa chuma 1-0 bao la Mario Götze dakika ya 115. Alafu Ivory Coast ndio bingwa AFCON mwaka 2019 kama niko sawa ndugu zangu, bao likifungwa na nani? Jamaa fulani yule bana Sebastian Haller. Leo tuambiane mgombero kama kawaida. Hii ni Evening Podcast mitaa fulani na YouTube, niko na washikaji zangu kama kawaida, timu ya ushindi. Na leo shaka ndio tutakuwa natamani leo namtambulishaje. Leo namtambulisha hivi, anaitwa Idi Sudi, namba 7 mgongoni, anakwenda kama Dennis Undav. Dakika 19 mchezoni, kamba 2 mzee wangu. Au na mabalaa ya ajabu sana mzee wangu. Atuchekeshi. Wala hiyo ni Evening Podcast, mimi naitambua ni mgombero. Jambo la maana zaidi nazidi kukusii tena na tena. Endelea kugusa alama neno subscribe, kisha una turn on notification, na mshikaji wako na mleta hii hapa. Evening Podcast ipo kwa hewa. Leo tumekuja kitu tofauti sana Tumekuja na kitu kinaitwa World Cup Special. Nataka tushike game zote za World Cup kuanzia zilipoanza mpaka hapa tulipofikia, na kama muda utaruhusu kugusia na game ambazo zitapigwa mida fulani ya baadaye au vipi washikaji zangu. Samuel, tunaanzia hapo. Jana walikuwepo kwenye game ya German dhidi ya Ivory Coast. Osman Diomande miongoni mwa silaha adimu sana kwenye mpira huu hapa sasa hivi. Alafu kuna mwanangu Dennis Undav dakika 19 tu mchezoni. Game uliona kwenye mizania gani ukiangalia? Kila timu ilijaribu kuapproach game kadiri alipomsoma mwenzake. Unapozungumzia timu kama Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire, unapozungumzia timu kama Cote d'Ivoire, unapozungumzia pia tena timu kama German, ni timu ambazo zinacheza aina mbili ya mpira tofauti. Unapozungumzia timu kama German, asili yake ni timu ambayo inagongana sana, maana yake wachezaji wake direct. Kwa hiyo unapozungumzia tena timu kama Ivory Coast, mara nyingi tunaona wazee ambao wanacheza wachezaji wao kwanza wanakuwa hawana combination kwa sababu wametoka kwenye timu tofauti. Lakini aina ya uchezaji ambao wanaupata, unamzungumzia mtu kama Pepe, winga sasa kabisa, Simon Adingra, unazungumzia mtu kama Fofana. Kwa hiyo unapata test ya wachezaji tofauti, lakini aina gani ya mpira ambao wanautumia. Unapozungumzia timu kama Cote d'Ivoire, hawapendi kukaa nyuma usubiri Uyahudi, wanataka mpishane ndio wanaenjoy mpira. Lakini unapozungumzia timu kama German, wanataka mpira kugongana, direct football. So mechi ya jana ilikuwa mzuri kwa sababu tulipata test mbili tofauti, lakini kila mmoja alikuwa anamsoma mwenzake na kujaribu kuapproach game kadri alivyoisoma. So kwa namna moja ama nyingine tulienjoy game. Bwana nakwambia walienjoy game. Mzee wangu Idi Sudi, Dennis Undav iliyochukua Ujerumani zaidi ya dakika 55 mpaka 59 kupata goli la kwanza. Ukuta ambao umecheza zaidi ya dakika 130 haukuruhusu goli. Unadhani Ujerumani walipata tabu sehemu gani ambako Ivory Coast walikuwa bora sana kwenye mchezo wa jana kabla ya kwenda kupata goli kushinda mchezo? Kabla ya kwenda kupata goli la kushinda mchezo, kwa upande wangu Ivory Coast walikuwa bora sana katika safu ya kiungo mpaka na safu ya ulinzi kwa ujumla. Walikuwa wanacheza vizuri sana, perfect. Ukiangalia hata jinsi mabeki wao wale wakati wawili, kuna muda fulani yuko peke yake, lakini kuna wachezaji takriban 2 au 3 wa Germany, lakini anapiga turn hapo. Na hiyo si mara moja, si mara mbili. Kwa hiyo kongole kwa Ivory Coast, waliwini sana safu ya ulinzi pamoja na safu ya kiungo. Frank Kessie yupo katikati pale, alikuwa anazungusha vizuri sana, anakupa, anaweka, anapiga. Lakini pia vile Ivory Coast anaweza nikawapongeza tena kwa sababu sikutarajia kupata game kama hiyo. Zana hata jana nilikuuliza wewe hilo swali. Wamecheza mpira fulani kwa kikubwa sana kwa sababu walikuwa hawakai nyuma. Game ilikuwa ni njoo na pumzika unakuja. Ukiangalia kuna kwenye timu ya Ujerumani, najiuliza swali kubwa la msingi. Kwa nini mwalimu anaanza sana na Kai Havertz alafu Dennis Undav anaanzia nje? Ni wapi ambapo unaona Kai Havertz anamzidi sana Dennis Undav? Maana jamaa anaonekana ni mtu ambaye anafahamu mbinu rahisi ya kuwapiku mabeki ambao wanacheza low block. Hata ukiangalia kwenye game ya kwanza aliingia akafunga na kuassist. Zile game ya jana tena anaingia anafunga na kuika timu ya goli la ushindi. Na magoli anayofunga anaonyesha kabisa mtu ambaye anakaa kwenye space, ana receive mali, anafunga. Tofauti iko wapi kati ya Kai Havertz na Dennis Undav kiwaangalia kiuchezaji? Nadhani kiuchezaji tofauti kati ya Kai Havertz na Dennis Undav, kwanza tunaongelea ile tunasema professional, sawa. Kai Havertz ni mtu fulani ambaye ametulia sana na anakupa game ya aina hiyo, sawa. Ni mtu fulani ambaye akicheza pale namba 9 hawi tu kama namba 9 ile natural, anaweza akaingia kushoto akaingia kulia, lakini akagawa pande akifanya. Lakini Dennis Undav yeye
typical number 9. Typical. Yaani ni direct. Umeona hata goal la pili jinsi alipofunga. Yes, sahihi. Amereceive, amepata moja, akageuka, kafunga tano. Sawa. Ni mtu fulani ambaye kwenye kufanya maamuzi maybe labda ya kugeuka haraka, maybe kupasia mtu au kutoa assist, ni mtu fulani ambaye ni mzito sana. Ukicompare na Kai Havertz. Kai Havertz akipata mpira hataenda tu direct kwenye goal, lazima kwanza asome kulia, kushoto au ni nani amekaa kwenye nafasi ili mpira uchezwe. Sahihi kabisa. Mtu alimpa mtu 5, hajachangamka vizuri na yeye mechi ya pili na kupigwa 5. Yeah. Kiungo lako lilikuwepo ndani pale. Ndio muda wako sasa hivi, mimi sikudai naanzia. Hiyo ndio football. Lakini mpaka sasa hivi ninaamini kama hicho kipo kichwani mwangu, ninaamini lile ndio kundi ambalo tutatupa magoli mengi kwenye group stage. Lakini tunapozungumza timu kama Sweden ni timu nzuri zaidi kwenye third part, yani maana yake sehemu ya tatu ni kule juu. Lakini unapozungumzia timu kama Uholanzi ni timu ambayo iko full package. Unapozungumza full package unanihisi mnanielewa. Ukirudi nyuma maana yake unazungumzia mtu kama kina Van Dijk, katikati tunakutana na yake. Yeah, katikati tunazungumza na midfield ambayo for me haina mfano kwenye this World Cup this season. Sasa unazungumzia mtu kama Ryan Gravenberch. Unapozungumza Ryan Gravenberch. Sio ni kuzungumzia nini unielewa, lakini watu wengi sana hawamzungumzie Ryan Gravenberch kwa sababu labda kutokana na performance ambayo Liverpool kutimua nao. Lakini angalia anachokifanya, angalia movement ambazo jana amefanya, angalia jana jinsi gani katikati alivyolainisha, angalia jana Frank de Jong ni kila mara alikuwa anagusa. Kumkuti mara nyingi Frank de Jong kwenye mgongano, unamkuta mara nyingi anapiga zile pass, soft pass. Yaani kazi ngumu anaifanya mtu chini ambaye sio mwingine Ryan Gravenberch. Uwezo mkubwa Ryan Gravenberch ameifanya jana game kuisha kwa kamba 5-1. Yeah, yani sio kwamba unaweza kuendeleza swala lote kukuelewa. Amna, nazungumza kwa sababu kutokana na uwezo ambao anao. Mara nyingi nazungumza kwamba kwa kiungo ambaye ni bora kwa sasa hivi ni Vitinha. No doubt kwa sasa hivi. Ukizungumza miaka 6-7 nyuma kwangu mimi ilikuwa hakuna kiungo ambaye ninamkubali without Thiago Alcantara. Unanielewa? Tena mpira soft sana. Yeah, yani ukirudi tena nao namzungumzia mtu kama Vitinha, lakini manake unaporudi EPL na mzungumzia mtu kama Ryan Gravenberch. Hata kwa mchezaji mmoja nenda kamchukua Odegaard ndio kamweka na Ryan Gravenberch, utaona zile difference. Anakupa kukapa, anachezesha timu, anafunga. Ni mchezaji ambaye for me yuko full package. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sio kwamba ninampamba, lakini uwezo wake ndio unanifanya niongee haya maneno. Sahihi sana mzee wangu. Kwa hiyo mzee wangu, mimi na wewe tunashabikia mataifa ya Kiafrika, si ndio? Kwa niko zangu Senegal, huko zako Tunisia. Sasa hivi mpo wapi nyinyi Tunisia? Mwanipa dongo hilo. Bwana, sisi sasa hivi Tunisia tunasubiri kumalizia then turudi nyumbani. Unadhani Tunisia wamefeli wapi? Sababu kwenye mpira wa Afrika ni miongoni mwa mataifa ambayo yako giant kimpira. Unadhani kwa World Cup wamefeli wapi? Nadhani kwa World Cup usiseme kwamba wamefeli wapi. Mpaka kuwepo hapo wamefaulu pakubwa sana. Nadhani tu katika kuchanga karata zao, lakini tunaangalia hata misimu hii ukiangalia katika klabu zao taifa la Tunisia ni kama limeshuka sana, limepooza sana. Angalia kuna msimu Yanga anaenda pale anashinda, anaenda pale anashinda. Yes. Kwa hiyo kuna namna taifa kama taifa limeporomoka kwa namna moja au nyingine, lakini bado mimi nitawaheshimu na nitawapa kongole. Mpaka kufika World Cup wamefanya jambo. Ni mpira. Nakumbuka jana ulisema mpira unakupa kile unachostahili. Yes. Sahihi kabisa. Mpira unakupa kile unachostahili. Hiyo ilikuwa ni shuffling ya World Cup special. Tumecheki game zilizopigwa jana, tumeangalia game mbili, kulikuwa na game big game kwa siku ya jana bwana, ambapo Uholanzi walicheza dhidi ya taifa la Sweden, ndio wazee wangu, na Uholanzi akachomoza na ushindi wa bao 5-1 bwana. Then mtafulani ya saa 5 usiku the Ivory Coast wakacheza dhidi ya German na Dennis Undav namba 7 mgongoni. Ujerumani akachomoza na ushindi wa bao 2-1 kutoka kwa Ivory Coast. Then time hii hapa tunakwenda short break, tukirudi tunakuja na World Cup special kwenye michezo ambayo inapigwa kwa siku hii hapa ya leo bwana. Ziko game 3 za moto sana, usiondoke, tutege sikio. In the evening podcast, inaitwa Mbwene Mgombero, anasikika hapa Samuel Siminda na Idi Sudi namba 7 mgongoni, Dennis Undav shabiki la Ujerumani kwa leo lakini mdau namba 1 kabisa wa the evening podcast ni wewe hapo, ambaye umeendelea kutupa sikio na shavu la maana na tuamini na kutufanya kwa kituo chako bora na podcast yako bora ya kimichezo. Kama kawaida, naye kuongoza hapa mimi naitwa Mbwene Mgombero, finishia zingine winga, cheleza sauti ya kuvimba.
Hapa ni mjini ELC, East Africa Commercial and Logistics Center. Kama kawaida niko na Samuel Siminda, chambuzi bora la muda wote, chambuzi la FIFA, shabiki la Liverpool. Time hii hapa kwenye World Cup uko pale Ureno. Jana kwa bahati nzuri au mbaya ulinusurika tukumuongelea Wao Neves kwa sababu ulikuwa Ujerumani pale. Anasika hapa pia Idi Sudi namba 7 mgongoni. Dennis Undav amekuja na jezi ya Ujerumani. Kila siku anakuja na jambo lake jipya. Ndio. Na leo mzee wangu nimemnyang'anya funguo za puto, nimezimiliki mimi hapa, manake leo tuko na World Cup special. Tumeziangalia game za World Cup tangu tulipoanza ile usiku wa tarehe 11 mitaa fulani saa 4 usiku mpaka leo tupo hapa. Unadhani kwako ni game gani ilikuwa game bora zaidi umeishuhudia kwenye World Cup hii hapa? Ukasema yes. Mechi gani ilikuwa kwangu mimi ni bora na mzuri? Ni game ya Senegal dhidi ya Ufaransa. Mimi ni Mwafrika na tulishuhudia Senegal ilipotea kama 3-1. Lakini ndio ambavyo Senegal game mechi walicoach. Tumeona Joy kipindi cha kwanza Senegal walipokuwa na maintain kabisa kwa wewe. Na kipindi cha kwanza ndio wao wamefanya mshambulizi hatari zaidi kuliko Ufaransa. Tumeona Nicolas Jackson yeye tu kwa kushindwa kwa convert ile nafasi kubadilisha kwa magoli. Ndio nimetoka kumzungumzia sasa hivi mtu kama Ferland Torres. Ni kama vile kama vipindi Nicolas Jackson anagoma vipindi nafasi 4 anakufunga nafasi 1. Lakini tukirudi kwenye game tuliona jinsi gani wali pia dominate eneo la katikati. Unapocheza na timu kama Ufaransa wana mtu kama Tchouameni, wana Adrien Rabiot, wana watu wengi sana eneo la katikati pia hata. Lakini tuliona pia the way yani walimzuia Michael Olise first half mpaka kipindi cha pili akaamua kuchange yeye na Ousmane Dembele yeye kushukurudi ndani, Ousmane Dembele kwa pembeni. So kwa namna moja ama nyingine tuliona game ambayo ilikuwa nzuri sana, na kikubwa kwangu mimi ambacho kilinivutia kwenye ile mechi kwamba Joe nije. Hakuna mnyonge, hakuna mtu kusudi nikae nyuma wewe uje. Kila mtu aliamini kwenye approach yake na game ilikuwa nzuri sana kwangu mimi. Game gani ilikuwa game poa zaidi kuishuhudia kwenye World Cup hii? Ukaona yes, I feel the taste of World Cup. That's why 4 years tunatamani lini itakuwaje? Game gani ilikuwa poa sana kwako wewe? Kuna game kama 2 ama 3 na zimekuwa poa kwangu mimi kwa feelings za aina 2 au 3. Sawa, nikianza na game ya Morocco na Brazil. Ilikuwa ni kama surprise kwangu, lakini najua Morocco wanafanya vizuri wakati huu, lakini ile game ilinifanya nikafeel sasa Africa nao kweli tuna mpira. Yes, kwa ile game ilinichange hata mimi mwenyewe mind kwamba right now Africa hawa interfere, yani hawaogopi. Sawa, lakini kama alivyozungumzia Mr. Samuel pia game ya Ufaransa pamoja na Senegal. Oh wow, ile pia game jana, yani ile game pia nayo ilinifanya nikafeel zaidi Afrika sasa mpira umeendelea, sababu unaona Senegal jinsi walikuwa wanacheza, wanapishana, wanashambulia, Ufaransa narudi nyuma. Lakini game yangu ya mwisho ya jana German na Ivory Coast sana. Yeah, ile game nao ni nzuri, ina hadhi ya World Cup. Bwana, mimi ni Mbwende Mgombero, na jambo la maana zaidi napata vibe sana kuona timu yangu ina support kila ambacho tunakifanya poa wakati wote. Bwana, amesema mimi sidaiwi kwenye puto na sio kesi. Niendelee kutoa shout out sana kwa wewe msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ambaye mnaendelea kusikia Time the Evening Podcast. Mimi ni Mbwende Mgombero, amefika hapa Samuel Siminda, chambuzi bora la muda wote, chambuzi la FIFA, shabiki la badge ya FIFA, lenye badge ya FIFA. Jana tulikumisi sana mshikaji wangu. Bwana, bila shaka pia umemsikia Idi Sudi namba 7 mgongoni, leo amekuja kama Dennis Undav. Jambo la maana na la msingi zaidi, kabla hatujachomoka time hii hapa, acha niongee jambo moja kubwa na la maana sana, kwamba East Africa Commercial and Logistics Center wapo kwa ajili yako. Kila mahali tunazidi kusisitiza kwa sababu tunatamani kuona kila mmoja wetu anafanya kitu ambacho kinamsukuma kwenye ndoto zake. Kama sisi ambavyo tumetenga time yetu kukaa hapa na kuongea kuhusu mpira, na wewe mfanyabiashara unaweza kutenga time yako na kusogea East Africa Commercial and Logistics Center, ukapata frame ya kijanja, venue ya kijanja, ushauri mzuri namna ya kufanya logistics ya bidhaa zako kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ikiwa chini ya uangalizi mzuri wa East Africa Commercial and Logistics Center. Idi Sudi atakazia hapo, ila mimi naomba niishie hapo mzee wangu. Yes, mimi naomba nikazie kwa namna moja au nyingine. Umeipamba sana. Na of course inastahili kitu. Lakini jambo jema kabisa kwamba East Africa Commercial Logistics Center msimu huu wa World Cup bana, wana big screen nyingi sana. Ukiingia achana ile kubwa ya Afrika Mashariki nzima, ndani mule kuna big screen moja ya kishua kabisa. Safi. Wana game zote za World Cup
zinaonyeshwa pale, na msione Samuel anatoa madini bwana, anakaaga kwenye big screen, anaandika kabisa, anachambua. Sawa, game zote za World Cup muda wowote zinaonyeshwa pale. Karibuni sana guys. Ngoja kuone. Yeah. Until next time tutakutana tena. Hii ilikuwa ni World Cup special. Tumepiga kwa uzuri na kwa undani zaidi kuhusiana na World Cup. Until next time. Bye. Bye.